Watu wanne unaopaswa kuwasamehe kwenye maisha yako. Wa kwanza, samehe wazazi wako. Samehe wazazi wako kwa yote ambao walikuudhi, walikukera, walikusema, walikusimanga, waliondoa utu wako, walikuita majina ya wanyama na vitu ambavyo havina msingi. Kwa sababu ya makosa mbalimbali ya kibinadamu bila wao kujua, chanzo cha tabia ya mtoto ni mzazi mwenyewe. Katika utafiti uliopo ni kwamba 99% ya tabia za mtoto zimechangiwa na uzao kutoka kwa wazazi wake. Mzazi kama alikuwa ni mlevi, tegemea mwanao akawa mcha Mungu, labda neema za Mungu zimwokoe. Mzazi ukiwa ni mkorofi, mwanao pia ule ukorofi atauvaa. Mzazi kama ni mchoyo, mbaguzi, mwanao pia atalisi ubaguzi. Bila wazazi kujua, watoto wengi mpata tabu ya kutokuwasamehe wazazi wenu. Sababu najua kuna makosa mlikuwa mnayaona kwao na mlikuwa hamna ujasiri wa kuyasema, kiasi kwamba sasa mmekosa moyo wa kuwasamehe wazazi wenu. Mimi kama mchungaji Makembe ninakusihi mtu wa Mungu, kijana mwenzangu wa kike na wa kiume, mzee au mtu yeyote makamu, kama wazazi wako wako hai hadi sasa, wasamehe. Tena wasamehe kwa moyo mmoja, ikiwezekana wapigie simu, wasalimie na wajulie hali. It doesn't matter wanapokea simu yako au wapokee. At the end of the day, mtoto ni hazina ya kesho, sio kwake tu, hadi kwa uzao ujao. Mtu wa pili unatakiwa kumsamehe, samehe wengine. Bwana Yesu asifiwe. Samehe wengine, wasamehe wengine au msamehe yote yule ambaye aliwahi kukuwaza au kukuuzi. Samehe, mwachilie. Najua kwamba kuna vitu ambavyo watu wanatukosea. Kuna vitu ambavyo watu wanafanya wakihisi watatetewa. Sasa kwa sababu utajikuta una uwezo wa kumtenda jambo hata kama ulikuwa na uwezo nalo kwa muda ule, unajikuta unakuwa mpole na unalibeba lile swala, unashindwa kumsamehe huyo. Samehe. Tena mwachilie kwa 100%. Unaweza mchungaji, kwa nini? Msamaha ni ubinafsi mwema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaposikia msamaha ni ubinafsi mwema. The forgiveness is a good selfishness. Kwa hiyo sasa, hii swala la kusamehe wengine haihusiani na alikufanyia nini. Fungua Biblia yako katika Marko 11:25. Biblia inasema, nanyi msamapo kusali, wasameheni wengine makosa yao, ili na Baba yenu wa mbinguni aweze kuwasamehe ninyi makosa yenu. Kwa maana msipowasamehe wengine makosa yao, hata na Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo samehe yote aliyekuumiza, awe ni mwanamke, awe ni mwanaume, itakusaidia amani ya moyo. Watatu, naipaswa kumsamehe, jisamehe mwenyewe. Jisamehe mwenyewe kwa mapungufu yako. Mapungufu yako ambayo yalifanya uongee vibaya, utende vibaya. Jisamehe pia mwenyewe kwa ukuaji. Vijana huwa tunakuwa na umri wa foolish age, kujiamini kuliko pitiliza. Jisamehe mwenyewe kwa kumkosea hata Mungu. Jisamehe mwenyewe. Jisamehe mwenyewe kwa kutokuwa responsible kwenye majukumu yako ya kikazi, ya kibinafsi, kijamii. Jisamehe mwenyewe kwa 100%. Njia kuu ya wewe kujisamehe ni kutohisi kwamba una dhambi. Biblia inasema katika chuo cha Korinto ya 5:17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Kwa hiyo yote alifanyika katika huyo Bwana Yesu Kristo, ambaye Mungu alikuwa ndani ya Yesu akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Kwa hiyo hebu jisamehe mwenyewe kwa 100%. Hii itakusaidia kuishi maisha ya utauwa na haki mbele za Mungu. Na cha 4 ni kuomba msamaha kwa wale ambao uliwakosea. Namaanisha nini? Namaanisha kama uliwahi kumkosea mtu yoyote, kosa lolote, jambo lolote, tafadhali nenda kamwombe msamaha. Ni muhimu sana kwa tiba ya moyo wako. Inawezekana ukawa hauelewi, lakini it is an amazing fact kwamba maisha ya watu wengi duniani yameharibiwa kwa sababu ya makosa waliofanya kwa watu wengine. Makosa waliofanya kwa watu wengine yamefanya mioyo ya wale watu kunung'unika. Kwa kadri mioyo ya watu inavyonung'unika, ndivyo na wewe unakosa baraka. Funga Biblia yako chuo cha Yakobo 5:16. Biblia inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi,
na kuombeana, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki wafaa sana. Kumbuka tayari wewe ni mwenye haki, ulijisamehe mwenyewe. Kwa sasa kuna kazi ya kuomba msamaha kwa ajili ya wale wote tuliowauza. Sisi vijana tumewauza wanawake wengi. Ni wanawake wangapi umewaacha solemba? Na wewe mwanamke, na wanaume wangapi umewaacha solemba? Je, ni watu wangapi umewadhulumu kwenye eneo lako la kazi? Je, ni watu wangapi uliwaambia maneno makali ambayo yameuchoma moyo wao na kushusha ile hali yao ya kujiamini, iwepo wewe mwenyewe uliyesababisha? Ni wangapi umerudi na kuwaomba msamaha? Kwa hiyo sasa ushauri wangu ni kwamba vaa ujasiri na uende ukawaombe msamaha. Lakini sometimes unaweza kutumia njia ifuatayo ya kwamba badala ya kumwambia tu samahani, basi hata kama ulikuwa umeonana naye, sasa ni muda sahihi wa kwenda kumwongelesha. Bwana asifiwe. Naposema kuziungama au kusameheana, imaanisha uende ukaseme unajua nilikufanyia hivi na hivi. No. Hilo ni jambo ambalo umelisema kwa Mungu. Lakini ukienda kwake ukamwambia nisamehe kwa lile jambo nilokufanyia, rafiki yangu, ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, mjomba yangu, shangazi yangu, yoyote yule, kumwambia hilo jambo, Mungu aliyeniruhusu mimi kusoma haya mambo yote na kushuhudia, utapata na amani, sio tu kwake bali kwako, kwa Mungu na kwa sehemu nyingine pia. Mungu akubariki sana kunisikiliza, lakini ninapaswa ujue kwamba msamaha ni dawa ya moyo. Biblia inasema yeye asiye na mawaa hulala usingizi mnono. So ni vizuri usamehe wengine, na ni vizuri ukaombe msamaha wale ambao umeumiza mioyo yao inanung'unika mpaka leo. Hiyo huzuia baraka zako. Unaweza kujiona mbona kazi haiendi, kumbe kuna mwanamke ulimwacha, ulimwahidi ndoa, ananung'unika mpaka leo. Hakuna mtu ambaye analaaniwa. Hakuna mtu mwenye uwezo kulaani mtu. Hata mzazi hawezi kulaani mwanao, sababu ukilaani mwanao unajilaani mwenyewe. Kwa hiyo ni kwamba tu ni jukumu letu sisi kuchukuliana na kutokubebana moyoni. Kimbeba mtu moyoni ni dhambi, na mtu akikubeba pia moyoni ni dhambi. Lengo ni nini? Msamaha wa kweli. Mungu akubariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Let's talk about Jesus. Thank you. With Pastor Mukembe.